ikaanza kuchomoka taratibu. Tunaenda huko. Ukifika kule unakuta amani moyoni. Haleluya. Amen. Unakuta moyoni kuna amani. Unasikiliza injili, unasema hii ndio yenyewe, ndio yenyewe hii. Ndio yenyewe, na ukikaa unaona tu mchungaji anapeperusha pepo kule sekunde tu mapepo kama 20. Unasema hii ndio yangu, ndio yangu. Haleluya. Kwa nini ndicho kilichopo ndani yangu? Lakini kule ambao wanasema pepo yani moja masaa 10. Muda mwingine watu wanakuja wana vidonda vya tumbo, mtu ana kansa, ana uvimbe. Tulishompasonenda na amani ya Bwana. Wewe amani haiko hapo. Wewe mchungaji, mimi nina vidonda vya tumbo, ananiambia amani ya Bwana. Mimi nina kansa, ananiambia amani ya Bwana. Hapo haiko amani. Amen. Ili amani ya Bwana iwepo lazima nipone. Amen. Haleluya. Uweze kukaa mahali hauna amani, afu unaishi amani. Uongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kama mahali unasikia amani, kama mahali unasikia kushiba, kama mahali unasikia iko hivi, ngoja niseme itakusaidia. Biblia inasema juu ya walimu wengi, sio baba wa kiroho wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaweza ukawa na walimu wengi. Ndio maana leo unakuta watumishi wa Mungu leo tunasikiliza mafundisho mengi. Haleluya. Amen. Anakuja Mkaseke utamsikiliza. Anakuja bwana ndugu yangu wa Mposa unamsikiliza. Anakuja ndugu yangu Apostle Lucas unamsikiliza. Anakuja sijui nani Pastor Lucas unamsikiliza. Anakuja sijui Pastor nani unamsikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Pale sasa unakuwa unaangalia vya kukufaa unavibeba ambavyo vikuhusu achana navyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Lakini baba wa kiroho ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kuna wengine mpo hapa baba zenu wa kiroho unakuta wako Mwanza. Unanielewa? Kuna wengine mko hapa baba zenu wa kiroho unakuta wapo huko, wengine wako Dar es Salaam, wengine wapo huko. Lakini vipi? Unasikiliza injili ya Bwana, vinavyokuhusu unavibeba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio ukweli wa mambo. Amen. Ingawa vitu Bwana dini hazipendi sana, ila huo ndio ukweli wa mambo ulivyo. Kwa sababu hapo ulipo huwezi kuwa na baba mzazi mwingine. Amen. Kwa namna yoyote ule zaidi ya baba yako. Utakutana baba walezi wengi, watakuja wengi, lakini sio baba yako mzazi. Amen. Unaweza ukatoka hapo ukaenda huko ukakutana tu na baba huko mbali huko mlezi, ukakaa naye kweli anakutreat kama mtoto hivyo, lakini sio mzazi. Amen. Kwa hata rohoni ndivyo ilivyo. Baba mzazi wa kiroho ni mmoja, ila walimu wengi. Sema amina kwa jina la Yesu. Amen. Sema amina kwa jina la Yesu. Amen. Sema amina kwa jina la Yesu. Nisaidie kuona sawa sawa. Kuona sawa sawa. Sema kuona sawa sawa. Kuona sawa sawa. Sema kuona sawa sawa. Kuona sawa sawa. Sema kuona sawa sawa. Kuona sawa sawa. Kwa sababu kama hauoni sawa sawa, hata hiki kilichokizungumza inaweza ikawa kigeni. Lakini ukiwa una macho ya kuona sawa sawa, basi naamini kabisa Roho Mtakatifu anakuwa anakusaidia. Roho Mtakatifu anakuwa anakusaidia. Roho Mtakatifu anakuwa anakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Ndivyo ilivyo haya mambo. Kwa namna yoyote ile, ukiona mama Fau huelewi, basi lazima ujiulize kwa nini sielewi. Halo? Ukiona kabisa mtumishi wa Mungu anahubiri, anafundisha, alafu huelewi. Fau hiyo inakuwa haipo hiyo. Hiyo lazima ukae vizuri chini, jiulize hii kwa nini? Kwa nini? Kwa nini sielewi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Okay, ngoja turudi sasa. Napo nazungumzia kuona sawa sawa. Ni somo pana, ni somo kubwa ambalo ndani yake limebeba vitu vingi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni somo kubwa, ni somo pana ambalo ndani yake limebeba vitu vingi. Katika eneo lolote lile lazima uwe na macho ya kuona sawa sawa. Amen. Wale malaika wanapoenda Sodoma, Lutu amekaa kwenye mlango wa Sodoma, kwa anaona vibaya. Lutu anasema karibuni, na anasema bwana zangu, bwana zangu. Lutu anasema bwana zangu.
wale malaika wanasema hapana, hatuingii. Kwa nini wanasema hatuingii? Wanasema hatuingii kwa sababu Lutu ameona vibaya. Malaika sio mabwana. Malaika hawana utukufu wa kuwa Bwana, wala hawawezi kuchukua utukufu wa Bwana. Halo. 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 Mungu ni mmoja. Hakuna Mungu wa 4, wa 5, wa 3, never ever. Hakuna. Mungu ni mmoja. Kwa malaika wanapokaribishwa kwamba Bwana zangu, malaika wanasema hapana, utukufu wote si hautuhusu. Haleluya. Wanasema hatuingii, tutakaa hapa usiku kucha uwanjani. Kwa nini kwa Ibrahimu wanamwambia sawa, fanya hivyo usemavyo? Kwa nini Ibrahimu ameona sawa sawa, Lutu ameona vibaya? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kuna watu tunazungumza leo kwenye kanisa la leo hawaoni sawa sawa, wanaona vibaya, wamekuwa ni kipofu, hawana utofauti na mtu anaitwa Bartimayo kipofu. Halo? Ni vipofu wanaoona, ni viziwi wanaosikia. Yaani ni vipofu wanaoona na ni viziwi wanaosikia. Kwa lugha nyingine, kinyume chake, unaweza ukasema hivi: wana masikio lakini hawasikii, wana macho lakini hawaoni. Kama tukijua namna hii, hebu sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Nisaidie kujua neno lako. Kujua neno lako. Kusikia neno lako. Kusikia neno lako. Neno lako. Neno lako. Likafungue macho yangu. Likafungue macho yangu. Neno lako. Neno lako. Likafungue macho yangu. Likafungue macho yangu. Likafungue masikio yangu. Likafungue masikio ya rohoni. Ya rohoni. Nipate kulisikia neno lako. Nipate kulisikia neno lako. Na moyo wangu. Na moyo wangu. Upate kutunza neno lako. Upate kutunza neno lako. Moyo wangu. Moyo wangu. Upate kutunza. Upate kutunza neno lako. Neno lako. Na macho yangu. Na macho yangu. Yakafumbuke sasa. Yakafumbuke sasa. Yakafumbuke sasa. Yakafumbuke sasa. Yakaone sawa sawa. Yakaone sawa sawa. Yakatazame sawa sawa. Yakatazame sawa sawa. Yakaone sawa sawa. Yakaone sawa sawa. Kama Ibrahimu. Kama Ibrahimu. Alivyofanikiwa kuona. Alivyofanikiwa kuona. Kama Ibrahimu. Kama Ibrahimu. Alipofanikiwa kuona. Alivyofanikiwa kuona. Niondolee macho. Niondolee macho. Ya ukipofu. Ya ukipofu. Wa kiroho. Wa kiroho. Niondolee macho. Niondolee macho. Ya ukipofu. Ya ukipofu. Wa kiroho. Wa kiroho. Niondolee masikio. Niondolee masikio. Ya ukiziwi. Ya ukiziwi. Nipatie masikio. Nipatie masikio. Ya kusikia. Ya kusikia. Neno lako. Neno lako. Na kulitunza. Na kulitunza. Moyoni mwangu. Moyoni mwangu. Na kulitunza. Na kulitunza. Kwenye fahamu zangu. Kwenye fahamu zangu. Majira yote. Majira yote. Nyakati zote. Nyakati zote. Nilalapo. Nilalapo. Na niamkapo. Na niamkapo. Neno lako. Neno lako. Likawe taa. Likawe taa. Na mwanga. Na mwanga. Kwenye njia zangu. Kwenye njia zangu. Neno lako. Neno lako. Likawe ngao. Likawe ngao. Na ngome. Na ngome. Kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa watu yani iko hivi, kazi ya adui ni kupiga upofu watu washindwe kuona. Kazi ya adui ni kupiga watu ukiziwi washindwe kusikia. Haleluya. Amen. Ndio kazi ya adui. Sasa jioni ya leo tutakuwa tunafanya kazi moja. Kwa unapokuwa unaingia kwenye mapumziko, tambua ya kwamba au jiandae kabisa kuwashughulikia watu wanaoitwa wenyeji. Nisaidie kusema wenyeji. Wenyeji. Ambao wenyeji mara zote huwa wanapenda kufunua hii siri kwamba wenyeji ni wachawi, ni nguvu
nguvu za giza za kila namna, ni nguvu za adui, ni watendakazi wa adui, ni washiriki wa adui. Haleluya! Kwa hiyo kazi ya ambayo tutakuwa nayo jioni ya leo ni kuhakikisha wenyeji wanaondolewa kwenye maisha yetu. Amen. Tunahakikisha wenyeji wanafukuzwa kwenye maisha yetu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa baada ya kuona sawasawa, kinachofuata ni kufukuza nini? Wenyeji. Wenyeji ambao ni wapi sasa? Ni hawa hapa, ambapo mstari wa 4 anasema hata kabla hawajalala watu wa mji, wenyeji wa Sodoma. Hiyo Mwanzo 19 mstari wa 4. Ndio point yetu iko hapa leo. Ndipo tutakaposhughulikia hapa. Haleluya. Amen. Haleluya. Hawa watu wanaotambulika kama wenyeji, hawa wanaotambulika kwamba wao ndio wenyeji wa mji, ndio tutakaposhughulikia sasa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa baada ya kufumbuka macho, tunaanza kufanyaje? Kuwashughulikia. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kuwashughulikia ukiwa kipofu. Biblia inasema kipofu hawezi kumuongoza kipofu mwenzie. Au wote watadumkia wapi? Kwenye shimo na kwenye makorongo. Halo? Kwa kipofu anamhitaji mwenye macho ili aweze kumuongoza. Kwa baada ya sisi kushughulikiwa, baada ya macho yetu kuona sawa sawa, kwa kinachofuata sasa ni kuwashughulikia adui zetu, watesi wetu, kuwapiga upofu. Amen. Wanaoachilia uharibifu mahali pa familia yako, mahali pa nyumba yako, mahali pa biashara yako, mahali pa masomo yako, mahali pa ukoo wako, wale wanaoleta historia uharibifu, ndio tunataka tuwashughulikie leo. Amen. Haleluya. Hisi ya kukosa kabisa. Haleluya. Nasema hisi ya kukosa kabisa. Hakikisha utafuata maelekezo ambayo tutakuwa tunayatoa kwenye madhabahu. Haleluya. Amen. Na wewe ungetutazama mahali popote pale ulipo muda huu, ungana nasi tunapoenda kuomba maombi ya kufungua macho yetu. Yamkini unapita katika situation ya eneo gumu na eneo zito, lakini leo kwa ujumbe ambao Mungu ameweza kuachilia juu ya kanisa hili la Mbeya, basi pia unaweza ukajoin us kwenye maombi haya sawa sawa na Roho Mtakatifu atakapokuwa anakuongoza. Maombi yetu ni kufunguliwa macho. Unaomba Mungu aweze kukufungua macho yako, uweze kuona sawa sawa, uweze kutazama. Ukitazama uone, usishie tu kutazama, kisha ukitazama uone. Kuna vitu vingi sana ambavyo yamkini unatazama lakini hauoni. Hapo ulipo kuna uwezekano Mungu akaachilia mlango wa mafanikio yako, na mlango wa uponyaji wako, na mlango wa kuinua uchumi wako hapo ulipo. Kinachohitajika ni kuweza kuomba maombi haya, kuweza kuhakikisha macho yako yanafunguliwa, uweze kuona sawa sawa kama Ibrahimu alivyoweza kuona sawa sawa. Simama mahali ulipo, mtu mwingine. Simama tu mahali ulipo sasa. Simama tu mahali